ya chuki tungekuwa hapa. Ile pesa nilikuwa nawapea story mingi, tukingojea naibu wa rais anakuja pia yeye alete. Si yeye tumesema ni mtu ya tutam. Musalia Mudavadi Prime Cabinet Secretary lazima pia afike leo, mjue huyu kiongozi wenyu anaheshimika. Serikali yote leo iko Kajiado. Si ni kweli? Sasa kama huyu angekuwa mtu ya chuki tungekuwa hapa. Ile pesa hawa viongozi wote wametoa kwao wakaleta hapa leo ingekuja. Sasa wale viongozi wa hapa Kajiado mnaona wakitembea na wale watu ya chuki na ukabila. Si tuwaombe Mungu jameni. Mutanikubalia tuongoze maombi ya kuombea Senator Seki? Tuombe na yule mwingine, yule kijana wa Wantam wa hapa Kajiado North. Anaitangwa nani? Unajua hata jina nasahau sababu hata bunge haelewi ni ya kufanya nini. Kazi yake ni kufuata ati mtu waende wa Monyoro, ati aambiwe sema Wantam, anasema Wantam. Nawaambia ndugu yangu, wewe ni kijana mchanga. Kuwa mungwana kama Memusi. Memusi anapanga mpangilio ya kazi ya watu yake, wanampea 2 term. Sasa wewe ukiwika huko 1 term, utakuwa senator wa 1 term. Ukiwika 1 term, utakuwa mbunge ya 1 term. Si ndio? Fanyia watu kazi, alafu malipo baada. So 2027 mtakubali nikuje hapa nitembee na Memusi? Nikuja nitembee ile siku ya kuomba kura. Lakini kabla ya hiyo tukuja tusukume kazi kabisa, si ndio? Tusukume. Alafu hapo mbele wale wa chuki wakija mnawasikiza, mnawaonyesha meno, alafu unaambia kwa heri. Si wale ni watu ya 1 term. Hata naona kwa hii opposition watakaa 1 term. Ama hamuoni namna hiyo? Yaani mkiangalia hiyo timu yote, Eugene Wamalwa ndiye wa kushindana na William Ruto kweli. Huyo Eugene hata anaweza shindana na Memusi. Hebu waseme candidate yao ni Eugene Wamalwa, tutaweka Memusi ashindane na yeye. Nani atashinda? Si Memusi atashinda? Yule mkabila akisimama na huyu Memusi nani atashinda? Na yule mtu tumbo kubwa ya kutoka Kisii, yule alikuwa anaweka watu Rivayala. Huyo akisimama na huyu Memusi nani atashinda? Sasa mnaona tutembee na huyu Memusi. Afanya hii 4 term, William Ruto amalize 2 term, mtanikubalia mimi na huyu Memusi tupangane? Ama amuone kama Memusi anaweza kuwa rais wa Kenya? Anaweza hawezi? Anaweza hawezi? Mtanikubalia hapo 2032 tutembee na huyu Memusi? Tutembee na yeye? Akuwe rais nikuwe deputy yake? Ama nikuwe rais akuwe deputy yangu? Ikuwe namna gani? Akuwe rais, mimi nikuwe deputy yake? Na mimi sitakuwa deputy ya ukabila, na mimi sitakuwa deputy ya mchuki. Mimi nitakuwa deputy ya kuunganisha Wakenya wote kama Profesa Kithure Kindiki. Si ni kweli? Si William Ruto aliunganisha Wakenya? Alikuwa deputy president ya ukabila? Si alitembea hapa Kajiado karibu kila mwezi na tukapea kura akakuwa rais? Sasa huyu Memusi mmempea ruhusa, siku nitamuita Kikuyu akuje. Akiitwa Murang'a atembee, si ndio? Anza kujulikana kona hapo 2032 tupangane mimi na yeye. Sasa wewe, si unajua marais hukuwa watu warefu kidogo, si wafupi kama mimi. Ndio uliona yule mtu meno chafu mkabila angekuwa kitu akaenda kuwa tatamu. Sababu hata ukionyesha watu meno chafu, maneno inatoka kwa mdomo ni chafu. Hakuna mahali unaweza Lakini huyu Memusi ni mtu mrefu, mungwana, anakaa askari chonjo kabisa. Tutembee na Memusi? Akuwe rais hapo mbele na mimi nikae hapo nyuma yake. Nijipange vizuri. Ikikuja hapa Masaini alafu irudi pale Kikuyu hapo Kiambu. Na mimi nitasukuma kazi na Memusi, ngoja mtaona. Sisi tunaenda 4 term na Memusi. Tukimaliza 4 term tujipange huko mbele, si ndio? Wewe Memusi sasa raia wamepeana ruhusa. Si ndio? Sababu hii Kenya haiwezi toa kiongozi. Wale watoto tunasaidia na mambo ya basari hapa siku ya leo. Kuna mtoto, msichana ama kijana atapata empowerment ya basari hapa leo. Miaka ingine 10
atakuwa amemaliza high school, amemaliza university, amemaliza degree yake ya masters, either ni mbunge, ni governor ama ni rais wa Kenya. Na sisi wote tutakuwa waaminifu tuseme, akisema unaona kale kama mtu kalikuwa kambunge kakikuyu kanaitwa Ishungwa kalikuwa kelele mingi, kalikuja kakachanga mchango nikapata basari ndio leo niko rais. Na yeye anasaidia watoto wengine. Sio ndio mambo huenda? Kwa hivyo Mheshimiwa Memusi, mimi nimekuja na shilingi 1,400 ya kusaidia hawa watoto ili tuweze kusomesha. Tuendelee tusiendelee? Sasa wale wa kabila wakija mtawaambia waende wasiende? Waende wasiende? Watembee wasitembee? Nyinyi mmesema tuungane kama Wakenya. Tusongeshe gurudumu ya maendeleo. Hii team maendeleo. Team two term ya maendeleo. Wale wa one term ya chuki na ukabila waende wakienda. Hebu nione 2 term ya William Ruto 2 term. Na 4 term ya Memusi 4 term ya Memusi. Haya, na 2 term ya Memusi akiwa rais na mimi deputy yake. Asanteni kabisa. Ashe Oleng. Ndio hiyo pesa. Hebu tumpigie Mheshimiwa Ichung'wah makofi mazuri. You know, Mheshimiwa Ichung'wah, mimi huambia hawa watu wangu ya kwamba hapa Kajiado Central mimi ni mpaka retirement. Sitashindwa na mtu yoyote. Kwa sababu ninajua ile kazi nafanyia hawa watu. Na pia mimi huwaambia mbunge atakayenifuata atatoka kwa hii timu. Timu Memusi ndio itatoa mbunge atakayenifuata. Si mnanielewa? Na nataka niwaambie hapa leo niwaibie siri. Timu ya Ruto inaenda tamu ngapi? Inaenda tamu ngapi? Na timu ya Ruto ndio itatoa the next rais baada ya William Samoei Ruto. Sasa mkisema ni mimi na Ichung'wah, hiyo imeenda. Hiyo ime? Yes, and it is possible. We want a new Kenya. A country that will elect leaders and not from their tribal grounds. Tunataka Kenya ambayo itaangalia kiongozi, sio eti ni wa kabila hii ama ni wa kutoka wapi, lakini ni kiongozi ambayo ataweza kuunganisha Wakenya wote. Na hakuna mtu anaweza unganisha hii nchi kama Masai. Hakuna. Kwa sababu sisi tu ndio tumeaccommodate Kenya mzima. Kwa hivyo labda hapa leo ni ndoto, lakini kesho hiyo ndoto inaweza nini? Hata kama sio Memusi, mtoto Masai, na ndio sababu leo tunataka kusomesha watoto wetu. Mtoto Masai atakuja kukuwa president wa nchi hii. Aya, sasa kwa sababu naibu rais amefika, ako karibu kutua, nimewaambia madhumuni ya harambee hii ya leo ni kusaidia watoto wa shule za Kajiado Central. Na nataka niwashukuru sana kwa sababu wengi wenu mumenipigia simu mkiniomba nafasi ya mtoto ambayo hayuko Kajiado Central, ako kwa shule zingine za nje. Lakini nimewaomba kwa heshima nikawaambia muniruhusu tu hii ya kwanza tusaidie watoto wa Kajiado Central. Nataka kuambia viongozi wenzangu hapa, Mheshimiwa Ichung'wah, tafadhali weka hii date ya leo katika kalenda yako. Hii basari ya Kajiado Central itakuwa inaendelea kila mwaka. Next year, God willing, na nataka tafadhali unisaidie tuweke kwa diary ya Mheshimiwa William Samoei Ruto, yeye mwenyewe aje achangishe basari ya next year. Hiyo mtashikana na sisi? Hii ni safari ambayo imeanza leo. Na ni safari ambayo itatupeleka mbali. Ni safari ambayo miaka chache inayokuja tutakuwa na hema ya watoto wamekaa hapa ambayo watasema mimi nimesomeshwa na ile basari Mheshimiwa Memusi amekuwa akitupatia na ile mchango amekuwa akitufanyia, na sasa mimi ni daktari. Si inawezekana? Inawezekana? It is possible. Bila kupoteza wakati, we have our principals who are here. Tuko na walimu wetu.
Mheshimiwa Ichung'wah, hawa walimu naona hapa ndio principals wa the 20 secondary schools ambayo tuko nazo hapa Kajiado Central. Tukianzia pale, simama tu Mr. Masharia, huyo ni principal wa Lorng'oswa Secondary School. Mr. Rashid ni principal wa Meto Secondary School. Deputy principal Nkoile Boys. Kasaine is a Kasaine is a principal of Kejuado High School. And then we have the principal of Ngoile, we have the principal of Senior Chief Risa, we have the principal Madam Omondi Letoire Girls, we have the, is it deputy principal Ilmarba Secondary School, we have the principal Madam Gladys Ilbisil Secondary School, we have the principal, yeah? Deputy Saina. Yeah, I know the principal. Madam Principal Sajiloni, Principal Maparasha Secondary School, Principal Ngatataek Secondary School, Principal Namanga Mix, Principal General Ngaiseri, Principal Kilwani Secondary School, Principal Township Secondary School, a Principal Nalepo Taigon, a Principal of Olontulugum Secondary School. All our secondary schools are represented. Mahali ambayo Engorika, yes, Engorika Secondary School is the new principal of Engorika Secondary School. Mheshimiwa Ichung'wah pamoja na viongozi wote. The reason why I'm concerned about education. 3 years ago, after my third election, I got concerned with the bad results that we are getting from our schools. Unapata results zikitoka, watoto wa shule zetu, most of them ni kutoka E, D-, D, ule amejaribu sana is a D+. We are posting means of 1 point something. I got concerned and I started going around schools nikiuliza, what is the problem? It cannot be that these teachers are not competent. It cannot be that our children are not bright. What is the problem? And Mheshimiwa Ichung'wah with other leaders, I came to find out that there are a number of problems. One of the problems, the 2022 drought ilitu affect sana. Hawa wazazi unaona hapa, wengi wao hawana uwezo ya kupeleka watoto shule. School fees, jana nilikuwa na Namanga Mix. The head teacher is here. Parents owe Namanga Mix 6 point something million shillings. Hawa wazazi wako na shida sana. Kwa hivyo mtoto akifungua shule, akifika amefukuzwa sababu ya karo. That one is affecting our performance in our schools. So I got concerned, and that is why I've tried through very many interventions. Ya kwanza tunapeana basari kwa kila polling station ambayo iko Kajiado Central. We have 101 polling stations in Kajiado Central. Kila polling station inapata zaidi ya watoto 10 mpaka 15. Ukijaribu kujumulisha, hao ni watoto zaidi ya 1,500 ambayo wanajumuika na basari ya Kajiado Central in secondary schools. Lakini haitoshi. Zaidi ya watoto 4,000 wanakaa bila kufaidika na basari ya CDF. Haiwezi watosha. Mheshimiwa Majority Leader, tuko na relief food ambayo inaletangwa kwa kila constituency. We did a local arrangement in our constituency. Tukasema hiyo relief food badala ipeanwe kwa viondoo na kwa vikapu, wacha ipeanwe kwa mashule ili shule ziweze kuweka watoto shuleni. Kwa hivyo intervention ya basari haiwatoshi. Chakula ya relief food haiwatoshi. Ndio sababu nimeenda kulilia viongozi wenzangu. Nikawaambia, jameni, kujeni mtusaidie ili watoto wetu wasome kama watoto wa Kenya ingine. That is why we are here today. Na hii ni empowerment kwa sababu
ule mtoto amepata basari, kesho akiwa daktari. Si hiyo tumeempower huyo mtoto? That is real empowerment. Ule mzazi ambayo tumesaidia mtoto wake, hajauza mbuzi yake moja ya mwisho ya kupeleka mtoto shule, si tumemsaidia? So this is an economic empowerment in two folds. Mara ngapi? Kama tamu ngapi za Ruto ni ngapi? Asanteni sana. Ili nisizungumze sana. Hawa walimu tulipoketi chini na wao walisema kila shule itaweza kuchangisha pesa shilingi 2,000 kwa kila mtoto, na ile pesa ambayo itachangishwa hapa leo, ule mzazi ametoa ya shilingi 2,000, mtoto wake ataongezewa ile imetolewa hapa na viongozi. Ariago shindaya manati atu ankishu te kuna olongi. Ore ntoiwuoi naning ajo keyieu nereti ndaunge kaja. Pe ore kuna pisai naitau larikok na ekinchori nena keek inonok are nikiponikini kuna naitautua larikok. Etii lotogolong'utua. Kake ore olotabawua enewuei kitusata ening ilo toilo ajoki oltung'ani pookin otabawua enewuei ashe oleng. Amu eewuo toonkoitoi are ng'ole natiaka ntae ayieu nadol intae. Atiaka ng'ole ntae ayieu nadol intae ietuo aisupport ena siai naasita. Nietuo. Natiaka ntae ayieu nadol intae peemeponunui ake enkiwanja nijo ena namaata iltung'anak. Najoki ntae mekisulsulu ake. Ele nashipa taata naleng amu eetuo. Nawashukuru sana kwa kuja kwenu. Na ore amu keadoru ena program kidogo mating'iria. Mating'iria ake kidogo, maichangamsha larikok teneponu, maitodolu ajo kishipa. Natejo ng'ole meponunui enkop nabanji aeku nepuoi aata esumash. Atipikaka ntae, ateyiang'aka ntae inkishu ainei. Metaa keetae endaa nikipuo pookin aanya tendewuei nikincherekea enkolong nijo ena naishoo yiok Enkai. Mpaka hapo si tuko sawa? Mheshimiwa Ichung'wah hapo nimeweka Kijerumani kidogo. Kwa hivyo nitakueleza vile nimesema, lakini tumesema mimi ndio president, wewe ndio deputy wangu. Aya, sijui mmejipanga aje. Tuanze with our giant school. Aya, kwanza msimame wale signatories